Karibu. Asante. Karibu kae madam. Asante. Habari za safari? Nzuri. Karibu katika chuo chetu. Nashukuru sana. Napenda kusaidie? Kwa majina naitwa Angel Isaac. Nimechaguliwa katika chuo hiki na nipo hapa kwa ajili ya usaili. Umechaguliwa faculty gani? Special Need Education. Okay. Naweza nikapata viambatanisho vyako? Sitaja navyo hard copy, labda nikuonyeshe soft copy kama inawezekana. Okay. Hivi hapa ndio viambatanisho vyangu. Viambatanisho. Wewe ndo Angel? Ndio. Okay. Una mkopo? Nimepata 50%. 50. Haya, nitakupatia control number. Ndio. Utaenda kulipa tuition fees na admission cost. Ndio. Ukishalipa moja kwa moja utakuwa umeshaingia kwenye mfumo wa chuo. Okay, basi utakuwa utaniandikia na kiasi cha kulipa maki bado sifahamu. Okay. Karibuni jamani. Asante. Karibuni viti. Asante. Napenda niwahudumie. Si ni mwaka wa kwanza ambao tumechaguliwa na chuo cha hapa. Umechaguliwa kujiunga na mwaka wa kwanza masomo. Karibuni sana. Asante. Chuo ambacho kina upendo, kinajali kila mtu na hali aliyonayo. Kwa mjisikie amani. Pia nafurahi kuona mmechagua kujiunga na chuo hiki. Asante. Ila tu mjaribu ukipenda na mpende kile kilicho wafanya mkakipenda na mkakichagua chuo chetu. Asante. Na naomba nianze kumhudumia moja moja, na itapendeza zaidi ukitusubiria hapo nje kwanza tumalizane na moja moja, akitoka afu taingia. Asante. Karibu mwalimu. Asante. Karibu. Asante. Napenda nikusaidie. Nimekuja na mimi kufanya usajili kama. Napenda nikusaidie. Asante. Ndio. Unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Julius Steven Mboto. Julius Steven Mboto. Umechaguliwa faculty gani? Mimi nimechaguliwa kwenye faculty ya Special Needs Education. Tunaweza tukapata viambatanisho vyako? Kwa bahati mbaya sijabeba viambatanisho, lakini ninayo namba ya mtihani ya form 4 pamoja na ya form 6, naweza nikakutajia pia. Namba yako ya form 4? Namba yangu ya form 4 ni S0 549 slash 2020. Na kidato cha 6 ya form 6 ni S0548 slash 083 slash 2023. Okay, karibu chuo chetu. Samani, una mkopo? Kwa namshukuru Mungu nimepata 100%. Okay, hongera sana. Asante. Kwa hiyo unaweza kuendelea na majukumu mengine na utapata taarifa Ndio. kutoka hapa chuoni. Afu ukishapata hiyo taarifa
utakuwa tayari umeshasajiliwa. Nashukuru Na sana. utakapopata changamoto usishinde kuniona, angalia namna gani ya kuitatua. Karibu sana. Asante, nashukuru. Jisikie upo nyumbani. Asante sana. Chuo ambacho kinajali. Tunashukuru kuchagua chuo chetu, tunakukaribisha sana na sana pia. Nashukuru. Nitie mwingine. Asante pia. Karibu. Karibu ukae bwana. Samani. Amini mwana. Usaidie. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Mwaka wa kwanza. Nimekuja kusajiliwa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Colin Lawson Rugubwi. Umebahatika kuja na viambatanisho vyote? Hapana, nimevisahau nyumbani. Kwa hiyo, lakini pia nina namba ya form 6 na form 4. Namba form 4 na form 6. Tajia namba yako form 4. S 38 38 51 51 slash 00 00 25 25 slash kuoni kwenye 25. Yes, slash 2020. 2020. Picha yako naiona. Namba yako ya form 6 S 07 40 slash 00 12 slash 2023. Nakuona hapa umechaguliwa faculty ya Special Need Education. Karibu sana. Naomba, umebahatika kupata mkopo? Hapana. Nitakuandikia control number. Nitakuandikia hapa gharama za awali ambazo natakiwa utangulize katika malipo yetu kwa tuition fees ikiwa 20%, pia administration cost. Alafu usajili wako utakuwa umekamilika. Utaonekana kwenye mfumo wa chuo na matokeo yako nimeyaona yana shida kabisa. Pale utakapopata shida usishinde kufika ofisini. Karibu sana. Usisahau kuja na copy ya receipt. Asante. Haya, karibu. Habari za asubuhi. Tusikilizane, ni mawasiliano na mwalimu anakuja. Naomba tutulie. Wanafunzi wenye usikivu hafifu na wale ambao wana uono hafifu niweze kuwatambua wanapatikana au wamekaa sehemu gapi? Okay. Kwa hiyo tukija kuangalia kwenye almanaki ya chuo chetu inaonyesha kuwa leo ndo siku rasmi ya kuanza kujifunza au masomo, na ukiangalia katika ratiba yetu sasa hivi ni kipindi cha Kiswahili 1-1-2 na mtakuwa naye au mtakuwa na mimi Mwalimu Saduni Mvako Bujinginya Dokta. Tumeelewana? Kabla hatujaendelea, ni vyema mkatambua na mkazingatia kanuni za chuo chetu sambamba na kanuni zangu binafsi, nikiwa na maana kwamba
Sitegemei kukutana na mwanachuo wa aina yoyote akiwa amevunja kanuni, iwe ya chuo ama iwe kanuni zangu binafsi. Moja ya kanuni ni vyema mzingatie, kuhudhuria kipindi changu ni lazima, lakini ukiwa katika muonekano wa mwanachuo. Sio mwanachuo tu, mwalimu. Kuna watu mnakuja mmetuvalia majinzi ya tetema, visketi vimini vya kubana, minyoo, sijui mmenyoaje, yani hata mfanani na hata wanachuo, sijui umetuetea, sijui wanachuo umetoka wapi. Tegemei kukutana na hali ya namna hii. Ama kuna wengine unakuta darasani mnajisina hapo tu, alafu mwisho wa siku, mwalimu makisi zangu hazijatosha, koma. Tumeelewana vizuri? Kwao baada ya hapo sasa, katika ujifunzaji wetu, katika moduli ya kwanza tutaangazia zana ya fasihi. Na fasihi ina aina zake pia. Kwa vile kuna wanachuo bado hawajafika, hii kazi nitaiacha kwa Siala. Atatutengenezea makundi ya watu wasiopungua 10 au wasiozidi 15 kwa lengo la kufanya hii kazi. Alafu kila mmoja aweze kuwa na maelezo ya kutosha na aweze kuiwasilisha kwa ndani ya dakika zisizozidi 3. Umeelewana vizuri? Mnisikilize vizuri hapo. Kwa hiyo kipindi kitakachofuata tutakuja tunaanzia hapo kwenye nini? Uwasilishaji wa dhana ya fasihi na aina zake. Tutaonana katika kipindi kitakachofuata. Mambo? Fresh, uko poa? Fresh tu mzima? Mimi niko fresh. Janeti yupo? Nimwacha ndani. Yupo. Sawa. Poa. Karibu dada. Karibu ndugu. Karibu ndugu. Nashukuru. Wewe, mbona surprise? Shoga. Lete Kaifa. Nakuona? Nimepoa. Tajiri. Mimi niposema tu kuna kitu hivi nataka nikuulize. Kitu gani? Kuhusu kakaako. Hivi. Kakaako muda mwingi kwa nini waga anatoka? Yaani au waga yuko busy sana? Hapo kwanza cheki. Kwa hiyo nitaka kakaangu mimi naye tupishane. Mimi kiingia au nitoke kule na kikanga changu tupishane kakaangu ndani. Serious. Sasa kwa hiyo wewe kakaangu mnataka kufanya nini kwanza nianzie hapo? Hamna chochote, nimeuliza tu. Kumbe unataka umkute. Wewe mkute kakaangu unataka nini? Dada, kulikoni kwema? Hamna, nimeuliza tu. Naijua hiyo shoga. Haya sasa, wewe unamuulizia kakaangu. Ndio hayupo katoka. Na wewe kakaako? Kaka yupo, kakaangu yupo hata sasa. Kwa nini mfuate kama ulivyomfuata wewe kakaako? Hamna shida, tendo kamone. Hiyo hatari. Anyway, kwanza asante kwa kuja. Maana kama Mungu alikuwa yuko kwenye haya mawazo. Yaani Mungu kakuleta hapa shoga yako. Nilikuwa nimekaa na waza sina hata cha kufanya. Kwa bora ulipokuja. Kuna senti kwa msindikizi. Wapi? Wapi tena unauliza? Wapi tena? Wewe tuende utapajua huko. So haina hata haja kuuliza shoga yangu. Kwa hiyo shika hizi. Shika hata kushangaa sisi. Unakuwa kama sio mtoto wa mjini shoga yangu. Twende. Twende.
vyangu hizo. Oi jamani, hivi kundi ni hili au kuna kundi lingine? Ndio hili. Mando hili tuliloliunda. Ah, wewe mbona kama mimi sielewi. Kweli yani tunaungana yani au nyewe mjaona yani? Kwani fresh mbona? Liko sawa. Ah, jamani liko sawa vipi yani amuoni kwa nyingine hapa ipo tofauti afu tunaungana yani. Ila ni kweli na hatuwezekana kwa jamaa. Hatuwezi kabisa tutokaaje na wewe jamani. Hebu jamaa kaa chini kwanza. Unajua bwana, naweza nikasema binadamu hakuna aliyekamilika. Kila mtu ana mapungufu yake. Kwa hiyo haitakiwi tumtenge. Sisi jamii itatuchukuliaje? Ndiyo ni tofauti ni kala, lakini kumbukeni ni binadamu wenzetu, tumeumbwa na Mungu mmoja. Tusitaki kufanya hivyo. Hatujui ya kesho. Pengine tunamkuta ofisini, atakuwa msaada kwetu. Tunachokifanya sio ni unyanyasaji wa kifanyika. Sisi hatuwezi kufanya kitu kama hicho. Unaona? Kikubwa tuungane, tufanye mambo kwa ushirikiano. Hivi mnahisi kwamba tukiungana naye atatuzuru? Ana moyo kama moyo tulionao sisi. Au nyewe mnaonaje? Basi tuendelee na swali. Imani mko poa? Tuko nje ya muda kidogo. Inabidi tufanye haraka kidogo ili tuweze kwenda wakati. Bila shaka kila mtu anafahamu mada iliyoko hapa. Mbona kimya, mfahamu mada? Nafahamu. Haya. Mada yetu ni fasihi. Inabidi tuweze kuijadili fasihi, tujue vipengele vyake na kadhalika. Tunaanza. Nini maana ya fasihi? Fasihi naweza kusema ni tawi la sanaa linalotumia lugha kufikisha ujumbe kwa hadhira au jamii iliyokusudiwa. Okay. Mwingine mwenye maana tofauti? Mimi kwangu mimi naona hakuna maana zaidi, labda tujikite kuangalia hapo kwamba amesema fasihi ni sanaa. Tuangalie nini maana ya sanaa na fasihi inakuaje sanaa. Kwa hiyo tuangalie ule usanaa wa fasihi, yani usanaa katika fasihi hapo. Kwa hiyo tuangalie hapo kabla hatujaendelea. Mimi nilikuwa na shauri hivi. Sanaa ni nini? Unapomwambia mtu sanaa? Kwa jinsi ninavyojua mimi, sanaa ni ule uwezo wa kufikisha ujumbe ulio katika mawazo ya binadamu. Yaani kile unachokiwaza wewe unamwambia mwenzako. Ndio sanaa. Mimi nataka niongezee hapo. Yaani umesema ni mawazo alionayo msanii kwenda kufikisha katika jamii husika au hadhira, si ndio? Tofauti nyingine ya fasihi na kazi zingine za sanaa ni ipi? Mimi ningependa kwanza kuuliza maana ya sanaa. Tungejaribu kujadili maana ya sanaa. Maana ya sanaa.
Sema mshikaji wangu bwana, enjoy sana nilikuona ukiongelea pale. Sema bahati mbaya Mwenyezi Mungu akunipatia hicho kipaji. Nikupe hongera sana. Mwanangu, si unajua kawaida yangu vitu kama hivi kakaangu. Unajua mshikaji wangu Shebi, pango nataka nikupange hapa. Nipange mwanangu. Si unajua jana nilikuwa kwenye harakati za kutembea tembea. Maeneo ya Kiloleni, umeona? Sasa katika tembea zangu nilibahatika kuonana na mtoto mzuri. Umeona? Yuko vizuri sana. Sasa mwanangu, na wewe nawe kwa hapa kaka yangu. Hamna, sikiza, umesikia? Dogo ni mzuri sana. Yaani baada ya kumuona vile mimi mwenyewe nikasema, hivi mtoto huyu ni macho yangu au sio macho yangu? Umeona? In short, dogo nilimuita, nilizungumza naye, sema hakunipanga inavyotakiwa. Pia niliumia sana. Nikasema basi ngoja nimfuate mshikaji wangu ili nipate mawili matatu, nijue yule dogo nampata vipi. Kiukweli yule dogo baada ya kumuona nimetokea kumpenda sana, ila ameniangusha baada ya kuongea naye. Sasa ningeomba unisaidie kama mshikaji wangu. Sema unajua nini mwanangu? Wewe ni mwanangu sana toka kitambo sana mwanangu. Naelewa mshikaji wangu. Kwa masuala kama haya kaka yangu, yani mimi kwa sasa hivi nimeshaachana nayo kabisa. Yani isitoshe nataka nikushauri na wewe kabisa uachane nayo. Si unajua? Cha kufanya sasa hivi tuachane na mambo ya wasichana, si unajua wasichana vitu wanafanya vitu tusiendelee. Cha kufanya ni kufocus na masuala mengine, kutafuta hela. Kama hivi tunakuja weekend tunaenjoy ukipata hela, sio kila hela unazopata unapeleka kwa wasichana kaka yangu. Lakini Shebi, hela tunazitafuta. Umeona? Tunatafuta hela na tupo hapa kama unavyoona tunatumia hela. Umeona? Pesa tunatafuta kwa ajili ya kuwafanya wale watoto wazuri nao waenjoy. Umeona? Kwa hiyo umezungumza fact, lakini kitu cha msingi mimi kumpata yule dogo ni muhimu sana. Ndio hivyo, lakini kaka yangu nataka kushauri kama unavyojua sasa hivi magonjwa ni mengi sana kaka yangu. Wacha kufanya. Kama malengo naye kweli endelea naye. Kama huna malengo naye achana naye kabisa kaka yangu. Nilidhani labda kama leo katika mazungumzo yetu labda ungenisupport katika hili jambo, ila wewe unavyonielekeza nikawa nivunja moyo sana mshikaji wangu. Sikiza nikwambie mshikaji wangu. Mimi hapo siwezi nikakushauri kitu chochote. Yaani utavyoamua ni wewe utavyoamua hivyo hivyo. Mimi sina cha kukwambia zaidi ya hicho. Wewe kama utaamua kuendelea na ushauri wangu au kuendelea na wasichana wako, mimi matatizo. Mimi nawasepa mwana.